Sky Cable TV Kenya, beyond the real. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. Well, a very good afternoon to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from. Today being the 3rd of December, the year 2021, and welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I am Wanjiku Njau. Well, as we celebrate the World Disability Day with people all over around the world that have disabilities, the government, the national government, the county government, and non-governmental organizations have come together to put in an event where they bring closer services like the COVID-19 vaccination and registration centers in Kwale. Ambao kwa kawaida huwa wanatoa huduma zao kwa watu wenye mahitaji maalum Kwale. Lengo letu haswa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba watu wetu wenye mahitaji maalum wanapata chanjo za corona hivi leo. Tutakuwa pia na usajili wa voter registration ili wale ambao hawajaweza kujisajili kama wapiga kura wafanyiwe leo. Tutatumbuizwa na vikundi tofauti za watu wenye mahitaji maalum. Tuko na wanafunzi kutoka special schools ambao watakuja kututumbuiza, na pia tuko na mashirika watatoa huduma zao kama Kwale Eye Center watafanya ile screening ya macho, Ministry of Health watakuwa hapa kutoa huduma zao za afya pia. Kwale tunazungumzia walemavu wangapi ambao wamewasajili, na pia wengi wamekuwa wakilalamika kwamba wanakosa zile huduma hitajika, pengine wakati anataka kupata matibabu, kupata huduma kutoka kwa serikali kwa jumla, wengi wamekuwa wakihangaika. Tuko na takriban 9,000 ya watu wenye mahitaji maalum wamesajiliwa kufikia sasa, lakini hakuna mtu ambaye anahitaji huduma kutoka kwa serikali atarudishwa kwa sababu ya kutosajiliwa. Huwa tunafanya kazi kwa karibu na mashirika za serikali na zisizo za kiserikali ili kuhakikisha watu wetu ambao wanahitaji maalum wanapata hizo huduma zao. And participation of persons with disabilities in a post-COVID-19 environment. Kwa kifupi tunasema uongozi kwa watu wenye mahitaji maalum na kuhusishwa especially kwa masuala kama policy na governance. Watu wenye mahitaji maalum ni kama sisi NIC. Iwapo kuna wazazi ambao wamepata watoto wenye mahitaji maalum, tunawahimiza wajitokeze, tutawapa mafunzo ya jinsi wanavyoweza kuwalea hawa watoto ili baadaye waje wao First Lady Margaret Kenyatta yesterday night put up an event to celebrate and thank all the nurses in the country for the amazing job that they have been doing over time, an act that was highly appreciated by the nurses union in the country.
Tunakushukuru mama taifa kwa juhudi zako kuboresha Kenya. Wakenya wote tunakuombea baraka tele mama taifa. Unakuwa baraka kwa Wakenya wote. Mama taifa. On the 3rd of December, Her Excellency Margaret Kenyatta, the First Lady of the Republic of Kenya, will host the 2021 Beyond Zero Summit. During this summit, whose theme is Increasing Investments for Primary Healthcare, Her Excellency will award nurses and midwives for their efforts in delivering primary health services. Today, Beyond Zero lights up KICC to honor all nurses and midwives across our country. We say thank you for your commitment. We say thank you for your compassion. We say thank you for your care. Nakuru Matatu operators have given the county government a notice of until Monday to allocate them new spaces in the newly built terminus in the city that was supposed to be officially opened on Wednesday by His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. Governor ametengeneza, amejenga bila hata public participation kutoka kwa watu ambao wanaishi Nakuru hii. Leo hii ameleta makatels ambao wamekuja wakakatakata hii kiwanja na wanasema watapatiana kulingana na vile ambavyo wanataka. Tu wamechukua pesa ambayo ni pesa mingi sana. Na wanachukua pesa na ni watu wako wa ofisi. Wanachukua pesa, wanaitisha watu pesa. Tunaomba hivi, governor, wewe tulikuchagua ukiwa governor. Makatels ya hawa watu wengine ambao umelete ndani wakukuja kugawa kiwanja ambao hatujui na unawaleta katika ofisi yako, hawa ndio tunasema hatutaki kuwaona. Kama wana matatu tunasema hivi, hatutaki kusumbuliwa na tumesumbuliwa ya kutosha. Na tunataka kuambia bwana CEO sababu ndio ameleta hii shida yote bwana Kithinji. We want to tell you, keep off from the affairs of this stench. Wewe umepikanisha watu wa matatu, wewe umetanganya governor, na ile shida yote watu wamekuliwa pesa zote zimeokotwa, tuko na habari, unaletewa hiyo pesa. Hiyo pesa utatapika yote. Hiyo pesa utatapika, na nyinyi watu wa matatu, kama umepeana pesa, fuata pesa yako. Sisi tumesema London Ward itapata 50% ya hizo stalls. 50% tunagawia our neighbors. Tumeelewana? Kabisa. Kama after Monday, on Tuesday, nataka kuambia watu wa Nakuru County ambao ni stakeholders wa matatu, our business community, traders, kujeni tunagawa hii kiwanja. Nurses from Kirinyaga County that were recently fired are now demanding the county government to reinstate their jobs with claims that they were fired illegally. Barua kutoka kwa mwajiri wetu ambaye ni County Public Service Board ya Kirinyaga, barua ambayo itaelekeza muuguzi kurudi kazini kwa zile facilities walikuwa wanafanya kazi kabla wafutwe kinyume na sheria. Lakini ambapo tumefika ofisini tukaarifiwa kwamba hawajakuwa kwa ofisi kwa muda wa wiki moja. Ndio maana tuko hapa, lakini tunataka kuambia tutakuja, hatujamaliza kukuja, tutakuja mpaka watupatie barua zetu. So the main reason we are here today is just to ensure that our people have been reinstated, and also to ensure that the Public Service Board of Kirinyaga County follows the law by following the law that was given, and also the verdict that was given by the Public Service Commission. So that is the reason we are here. And should the same happen today, our members are ready as early as today, tonight, to report to the work immediately. If it is something which is anchored in a constitution, it is not a request. It is their right. And therefore, we are not asking for a privilege. These people were dismissed illegally, and therefore it is their right to be reinstated back to their working stations. So that is why we are saying that we want the law to be followed, and we have followed the law to the letter.
residents from Katate, Witu, and Cairo in Lamu County are calling out to the national and county government for relief food, as there have been an ongoing drought for a while now. Timu mbili ya kilimo imepita, hatujavuna chochote. Ukame umekithiri na heshima ya binadamu haswa kina baba imeharibika. Watoto wetu wanaondoka wakienda shule bila ya kutia riziki mdomoni. Tunaomba utusaidie, utusemee huko mbele tupate chakula, tupate riziki. Watu wapanda nguo is beyond measure. Hawawezi enda msituni manake walikatazwa. Kazi yao ni gatherers and hunters. Hawana chakula na hakuna mvua. Ningelikuomba, because najua tunaenda cash payment transfer ya drought, utupatie affirmative action, because I know resources ni kidogo, but utupatie affirmative action through your office, because you can see them na unaona. Na hiyo ni kweli watu wengine pia wako na njaa, lakini hao wako na shida kubwa. Wewe kama CDA, angalia jinsi tunaweza kuwasaidia hawa watu ambao wanaathirika kutokana na ukame. Kama tunaweza kuwapa hay wale wafugaji na wale wakulima, tuwape mbegu, ili mwenye hay asiweze kusema, asitoe kisingizio kwamba sina njia ya kupitisha ng'ombe ndio maana anapitisha kwa shamba. Ni nani huyu anaweza kupitisha ng'ombe ndani ya shamba? Kwenye mimea inakuwa ni nani? That's it from us here at Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. More news will come to you live at 7 p.m. right here on Sky Cable TV. Thank you for watching us, and please don't forget to like, share, subscribe on all our social media platforms. That is at Sky Cable TV Kenya. I have been yours truly, Wanjiku Njau.